ndani yako. Unahitajika utii ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Anayeubeba msalaba unahitaji utii. Unayetaka kuubeba nini? Msalaba. Kwa nini nimesema utii? Utii umebeba kila kitu. Watu wengine wamepokea laana, watu wengine wameshindwa kufanikiwa kwa sababu hawajawa watii. Umenielewa ninachosema? Unahitaji kuwa mtii na unyenyekevu ndani yako, ndipo naweza kubeba nini? Msalaba. Usio kasema na kiburi, alafu sema utabeba msalaba. Subutu yako. Lazima uwe mtii. Kutii viongozi wako, kutii wazazi wako, kutii mamlaka zilizowekwa na Mungu. Wengine wanadharau. Hata mtu anaweza kawa ni kiongozi hapa, anamwambia bwana fanya hiki, anasema utaniambia nini wewe wakati wewe tuko sawa. Saa nyingine ni shemasa anakuambia sogea mbele, wengine wameshindwa hata kutii. Bwana tusogee viti vya mbele, mtu anaganda tu nyuma. Umekosa tayari. Nataka nikwambie katika Biblia mimi nilivyojifunza. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe wa nini? Watii. Sasa utii unakupa uwezo wa kujua kilichoko mbele. Unakupa uwezo wa kuzifikia baraka zilizoko mbele yako. Hata kama mtu anakupelekesha, wewe unatakiwa utii ili ujue kilichoko wapi? Mbele. Kishakuwa jeuri, huyo mtu hawezi kukuambia kilichoko wapi? Mbele. Ndio maana wengi wamepotea kwa sababu hajajua vizuri, kumbe mbele kulikuwa na baraka, kumbe mbele kulikuwa na ushindi. Na ndio maana kwenye shule zetu au kwenye serikali wanakupa interview, ukafanye kwanza interview. Nyingine ni ya maneno, nyingine ni ya kuandika.